Ebana, mambo vipi? Mimi naitwa Shanks na wanawe, ukipenda la balaa, ukipenda Lone Survivor. Leo nimetinga kabisa mitaa ya Mtepeni kuwacheki wanangu. Niko na wana hapa, upande wangu wa kushoto niko na Mwamba. Mambo vipi Mwamba? Mambo poa kabisa. Fiti kabisa. Wanakuita nani? Wananiita MC Rakim. MC Rakim. Yeah. Wazi. Upande huu pia niko na Mkali kabisa. Mambo vipi? Shwari kabisa, vipi? Safi sana. Wanakuita nani? Mimi najiita kama striker. Au sio? Sasa hawa ni vijana ambao wamerusha kabisa burudani la disco kule mashinani 003. Services zako labda awali zilikuwa zinapatikana wapi, labda DJ Striker? Mimi nimepiga sana, lakini tuseme kujulikana zaidi nilianzia hapo Chumchum ndo nikaingia Megas. So watu wengi wamenifahamu Megas kwa sababu ya kazi nzuri zaidi yani. Okay. Hiyo ni fiti kabisa. Rakim, nawe labda safari yako ya muziki ulianzia wapi ama ilifikia wapi ama uliingiliana wapi na wapi, labda utuelezee tu kiufupi. Kusema ule kweli ni safari ndefu. Ni safari ndefu maana kitambo pako julikane wao umepitia changamoto nyingi sana upande wa music mpaka kitambo industry je kukubali. Naam. Basi wao umepitia sana kwa sababu mimi kiupande wangu tayari nimeanza na hizo ngoma za kutoka kitambo kina wale Concord nini, lakini nilivyokuwa alikuwa ni junior. Sasa nikifika upande ule wa mambo ile ya sound wananikataa maana alikuwa ni dogo. Kafika pale bwana, lakini nashukuru Mungu achi jana wake bwana. Sio nikajipiga nikafuatana na wakubwa wale kina Mzaramo kama wale ndo kidogo mimi ndo amenitoa. Mzaramo wale kina TYT kina Toyota wale ndo amenitoa mimi. Okay. Yeah. Na zama hizo ukijitafuta wamekutoa kwenye sekta gani, ya DJ ama bado tu ya UMC ama ulikuwa kibega? Maana unaniambia kuwa zama za Concord walikuwa wanakutenga kidogo. Labda wewe wakati huo ulikuwa unajitafuta kwa sekta gani? Ile sekta yenye ilikuwa iko maana zile zama zile hata kama ilikuwa ni MC ni ile tu kutangaza tu tarim tu. Pengine wewe promoter kuja kwa DJ, lakini ile haipingia sahihi na ile ya zamani tofauti kabisa, the different. So mimi nilikuwa napigania niwe DJ. Okay. Yeah. Safi sana, safi sana. Na DJ Striker na MC Rakim, madhumuni ya kuwatafuta labda ni kuhusu hii tetesi ambayo inaendelea. Nimeona ina trend sana mitandaoni kwa mmesaliti chama sijui nini na nini. Labda mtuelezee kiufupi nini kilitokea mpaka mkatoka kule kwa yule mtu wenu wa awali ambao mlikuwa mnafanya naye kazi. Nikisema hivyo namaanisha watu wa Megas, mpaka sasa hivi mko kwenye ile sound nyingine. Labda mtuelezee kiufupi ni nini kilitokea pale, ama mafanzo waelewe ni kitu gani kilitokea mpaka mkachukua uamuzi wao. Naanza na wewe Striker. Kwanza namshukuru ule boss wa Megas. Alafu pili pia nashukuru mafans wangu. Mimi kutoka Megas pale kulingana na jina langu, mafans wa Megas wamenipandisha sana, nashukuru. Wamenibeba poa, boss wangu amenibeba poa, timu wakiko vizuri kabisa. Siwezi pinga upande huo. Lakini sasa main yenye ilinitoa pale ni kujipima mimi binafsi. Je, naweza toka nikainua sound ndogo ikapanda ama ni mimi nibebewe? Unaona kuna ile tofauti ya kubebewa, unapata mtu amebeba sound iko high tayari ndio kiingia pale. Sasa kitu kama hiyo. Sasa mimi nilitoka kwa sababu ya kuwa nijipime mimi binafsi kama je, hizi sound ndogo naweza ipandisha na hiyo pia ikawa kama hiyo Megas. Okay. Unaona, jambo mazuri huanza chini ndo yakapanda. Sio kutaka tayari mazuri, hapana. Wazi, mimi nimekuelewa sana. So unamaanisha ulivofika Megas ilikuwa iko na jina tayari. So uliingia pale Megas walikuwa kuna jina tayari. So unamaanisha ulikuwa unataka kutafuta sound ambayo wewe mwenyewe pia yani uweza ienua ili kifika zile level za juu, at least wewe nawe uko proud ya kuwa nilianza kitu ambacho kilikuwa kijulikani zaidi kikafika juu, si ndio? Ni hivyo kabisa. Maana ni wengi sana wameinua. Kuna ma DJ wengi sana mpaka leo. Najua kabisa wametoa sound zimeinuka, na kuna wale vichwa wenye wako pale ndani ni vichwa walitoka kwa sound nyingine ni wazuri tayari. Lakini sasa wako pale kwa tuseme yule mwanzilishi mwenye ameinua ile sound pia yeye anajiproud kwa bila mimi sound isingefika hapa. Sasa mimi pia nataka niwe hivyo the same. Ndio kitu nataka. Maridadi kabisa. Hiyo nimekupata kabisa loud and clear. MC Rakim, labda ueleze mafans
ni kipi kilitokea, ama una maneno gani ya kuelezea mafans kuhusu uamuzi wako wa kutoka kwa yule mwajiri wako wa zamani mpaka mwenye yuko sahihi? Mimi kusema ule kweli, acha nitoe shukrani tu kwa bosi wangu Megas venye amenibeba mpaka nimefikia awali ya kwamba acha nibadilishe baridi, kwa sababu kwenye music lazima pia wewe ni mtu wa kujibrand. Okay. Ya maana kwa sababu ukikaa sana kuna ile watu wanapata MC Rakim amelala sana. So upande wangu kama mimi tayari nilikuja nikakaa mimi mwenyewe nikatafakari, kwa sababu kulingana na performance yangu kusema ule kweli my fans venye wanavyoniambia performance yangu na venye kijiangalia fan base yangu iko juu. So ilikuwa sitaki mimi iwe chini, ndio nikaamua acha nibadilishe baridi ili niangalie je fan base yangu bado itakuwa pale pale ama itaongezeka. Okay. Ni hivyo. Nimekuelewa. Na labda MC Rakim nikuulize, maamuzi yenye ulifanya ni labda VJ Striker ndo alikuambia mtoke pamoja, ama ni kitu wewe mwenyewe ndo ilikutoka tu moyoni ukasema wacha tuende tutafute upepo mwingine mahali kwingine? Hiyo sio swali baya vile. Lakini acha nikujibu. Kufanya vile ni madhumuni kwamba pia sisi acha tujiangalie kama vile Seka alivyokuambia. Kwamba acha tujiangalie, je tunaweza ina muziki fulani nao ukawa kama hii muziki mingine. Okay. Maridadi kabisa. Na labda ule muziki ambao mko nao sahi, labda mafanza hawaujui, labda mueleze kiufupi ni muziki gani, unapatikana wapi, services zenye zinapeanwa na muziki ni gani, pia mafanzo wajue. Labda kuna wale mafanzo wenu ambao nyinyi mko nao wanataka wapate services zenu kwa ule muziki mpya wenye uko nao. So Striker, ni kiufupi utuelezee muziki unaitwaje, bosi uko wapi, ama store zenu ama ofisi zenu ziko wapi. Labda kuna mtazamaji pale anataka abeti sababu anataka zile services zenu mwende mumfanyie VJ Striker. Muziki wetu unapatikana pale Kaloleni, sehemu za Gotani. Mimi pia ni juzi tu ndo nilikujua huko mahali. Sasa sound yangu mimi inajiita Makaki sound, nickname yake. Unajua siku hizi sound pia ziko na nickname. Unapata sound inaitwa Vibrators, lakini jina lingine hapo Kanisa Kubwa, mara sijui nini, majina ni mengi. Sasa ile kuna jina inajiita Ikulu Kubwa. Sasa hiyo sound ni ndogo sana, sidhani kama watu wengi wanaifahamu, labda kuona tu kwa mapicha nini hivyo, lakini watu wengi wanafuatilia zile trending sounds zina hit sana. Sasa mimi pia ndo nikaamua acha niende na ile ndogo ndo nijaribu kuinua. So sound inapatikana Kaloleni pale Gotani. Ukinihitaji mimi wakati wote niko pale. Hivyo. Fit sana. Kwa hivyo VJ Striker kama venye alivyoelezea, sound inapatikana Kaloleni Gotani, inaitwa Makaki Sound, Ikulu Kubwa. MC Rakim, sound unaionaje, labda kulingana, tukijaribu kuilinganisha na ile sound yenye mlikuwa nayo awali Megas One? Je, iko na uwezo wa kuwa inaweza itwa mahali kavurumisha kama venye mlikuwa mkivurumisha awali na Megas? Hiyo basi iko sawa hiyo sound. Kusema ule kweli sound iko sawa, na kiupande mwingine hata hao wenye huko kwenye tulitoka na tukaekwa hapo kutakuwa na challenge kubwa sana, kwa sababu hiyo sound venye mimi nimeiona na kule tulitoka, bro sitaki nikueleze sana, lakini acha tupatane ground. Mafansi ndo ataongea. Fit sana. MC Rakim ametuhakikishia kuwa sound iko na uwezo mkubwa sana. Alafu labda swali la kizushi, manake siku hizi vijana wakitoka mahali wakienda mahali, labda kuna ile kasumba kuwa sijui sikupatana ama sikuelewana na mtu fulani, labda mwenzangu ambaye tunafanya naye kazi ako na vitu fulani haviendani sawa na mimi. Je, hilo linaweza kuwa labda moja sababu yenye ilifanya mtoke kule Megas MC VJ Striker? Sidhani kama kuna hiyo chuki, maana ingekuwa hiyo chuki iko basi watu wangejua, na hata au MC unajua siku hizi kuna kitu inaitwa diss, ungesikia. So mimi nilitoka kule roho safi, sijatukana na mtu, sijakosana na mtu. So kama kuna yote mwenye maybe anadhani namchukia ama nimetoka kwa sababu yake, hapana, mimi siwezi fanya kitendo kama hicho. Mimi nimetoka kujitafuta mimi mwenyewe binafsi na kujipima, je na uwezo. Maana ukiangalia fan base yangu pia mimi inaniruhusu kuinua hata wale wadogo wako chini. Ndio hivyo, yani sijatoka sound na mdomo wote, wala boss wangu kukosana naye wala nini. Boss wangu yuko sawa,
achape kazi, ainue Team Megas venye ilikuwa, aendelee kuipandisha. Na mimi nami nimsukume boss wangu, boss Makaki, boss Ben, apande na yeye ingiwe ule morali wenye boss Mori wa Megas ako nao. Hiyo ndio kitu nataka yani. Wazi sana. Na MC Rakim, labda kuna tofauti zozote ulitoka nazo pale Megas, labda kukwaruzana na wenzako, kitu kama hiyo, labda utueleze? Mimi sina. Sijakwaruzana na mtu, nilitoka roho safi, nikamwacha niangalia jengo mwingine wa kunikimaisha. Yeah. Kwa hiyo si mambo na mishahara, sijui mishahara ilikuwa kidogo nini VJ Striker? Mishahara fully. Boss analipa, maboss wanalipa. Unajua unalipa kulingana na kazi yako. Kazi yako ikiwa nzuri, boss analipa. Lakini ikiwa mchora, hakuna mahali kwenye boss atalipa. Hata hizo kampuni kubwa, tena kuna mwenye anakula mshahara mzuri na kuna mwenye anakula mshahara mdogo kulingana na kazi yako na bidii yako. Sasa mimi nashukuru boss wangu Mori alikuwa anilipa vizuri. Sana. Na Makaki hiyo nilipa vizuri zaidi tuseme. Hiyo ni fiti sana. Big up sana boss Mori na boss Makaki Ben kwa kuweka vijana kabisa vizuri. Hiyo inanifurahisha sana. Mimi kama Shanks le President 003 Kilifi County, na kubali sana boss Mori na mkubali sana pia Ben Makaki. Na labda kuelezea mafans ama kuelezea watazamaji, labda kuna mtu yuko pale kando anataka kubet ama anataka services zako, wewe kama VJ Striker ama wewe kama MC Rakim, labda wanakupata vipi kwenye mitandao yako ya kijamii nini, vitu kama hivyo? Labda uelezee mafans. Kuna wale wako pale nje wanataka mimi namtaka Striker labda akanifanyie kashughuli kangu nini, ama namtaka Striker na sound yake. Je, anakupata vipi kwenye mitandao ya jamii? Maana yake location ushatuambia sound iko Kaloleni Gotani, lakini je wanakupata vipi kwenye mitandao ya jamii VJ Striker? Mimi ukienda FB hapo utanipata kama DJ Striker. Ukiingia TikTok hapo ni DJ Striker vile. Alafu ukienda hapo kuna page hapo ya Makaki, kuna contact hapo, namba za simu zangu zinapatikana hapo. So ukinihitaji FB wewe nitafute inbox, namba nitakupa, kazi tuifanye bila shida. Wewe ukiwa na kazi yako yoyote ile, ni harusi na utaki sound maybe unanitaka mimi mwenyewe pia, inaruhusiwa. Unaweza nitafuta ukapanga tukafanya biashara. Yote ni biashara na yote ni kutafuta. Hakuna kitu kingine. So tunatafuta pesa na kujituma yani. Vijana tujitoe. Hivyo ndio tunataka. Big up sana VJ Striker. Na MC Rakim, labda utuelezee mitandao yako ya kijamii ama unapatikana vipi kwenye mitandao? Maana yake siku hizi naambiwa kazi ni kunetwork, kazi zinakuja kwenye mitandao. Labda utuelezee MC Rakim. Asante Father, hapo hujakosea. Kwa mitandao mimi kama jina langu venye mnavyonijua MC Rakim, hiyo ndo unaweza nipata kwa FB peke yake. Namba yangu ukinitafuta nitakupa hapo FB, lakini sijafungua zile nini nyingine, sijui inaitwa. Kwa hiyo wasema Instagram, sijui TikTok nini, YouTube bado hujafungua? Instagram bado, YouTube bado, lakini TikTok niko nayo. TikTok MC Rakim utanipata. Big up sana vijana, nafikiri wamejieleza vya kutosha. Ukiwatafuta social media handles zao wamezipeana kabisa full. So nashukuru sana kwa wale mmetazama interview hii. Labda VJ Striker kama MC Rakim na lolote la kuambia mafans, labda kitu cha kuongezea? Kuongezea ni kuwazidi kutupatia support, tuinue industry yetu ya muziki. Muziki una challenge bado muziki una challenge kubwa. So tuendelee kuinuana, tuache zile za ubinafsi, tuseme tuchape kazi, tupendane na muziki uendelee. Maana sioni haja ya kuwa mpaka watu waongeleshane vibaya kwa sababu ya kwa mtu fulani ametoka, hapana. Yaani ni muziki uendelee vizuri, wazee, wanyanya, wamama, vijana, watoto waburudike. Hivyo tu. Yaani hakuna issue nyingine kubwa. Hiyo ndio issue tu sasa yani. Yaani burudani. Hivyo tu peke yake. Big up sana VJ Striker. MC Rakim, labda una kitu cha kuongezea kabla tumalize? Mimi ni support tu. Jamaa, support muhimu sana kwetu, kutusupport ni muhimu. So sina mengi, ni hayo tu. Mimi labda kuongezea, kuna kitu labda mmesahau, acha niongezee. Kwa wale watu wote ambao wanatazama, sisi kama mafans ama washikadau ama watu ambao wanajishughulisha sana na disco vumbi,
Mimi ningependa kuhimiza tu amani, maanake amani ndo kila kitu, peace. Ile story ya kuwa watu wanaenda wanapigana mapanga kwa shughuli, watu wamegharamika kuita sound, watu wamegharamika kutengeneza shughuli iwe ya hali ya juu, alafu watu wanakuja kuharibu hiyo shughuli. Mimi nakashifu sana. Kwa hivyo jamaa, tuzidi kudumisha amani kwenye event zetu na kila kitu kitakuwa shwari. Mimi ni Shanks na wanawe, nashukuru sana kwa muda wenu kutazama interview hii. Peace and love. Cheers.